ni mtu asiye na hekima is a foolish one. The Bible says that huyu mtu ambaye alikuwa na hekima alipoanza kujenga nyumba yake, alijenga nyumba yake juu ya jiwe. He built his house on the rock. The Bible says kwamba alipojenga nyumba yake juu ya jiwe, the rains came, mvua ikakuja iliyokuwa na upepo mingi, and the floods came, it passed by their house. The Bible says that the house did not fell, it stood. Bwana Yesu asifiwe. The Bible also talks about the foolish one ambaye hakutaka kutoka. Alikwenda juu ya mtanga, juu ya the sand, akajenga nyumba yake juu ya mtanga. Na alipojenga nyumba yake mahala pale, Biblia inasema ya kwamba the same that happened in the wise man, floods came, rains came, that house could not withstand, ikaanguka. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says it was a loud crash. Ilianguka kwa vishindo. Let me speak about a foundation. Wakati ambapo tunazungumzia foundation, tunazungumzia msingi. Kila kitu ambacho tunafanya, kila jambo ambalo tunafanya, kila hatua ambayo tunachukua iko na msingi. Bwana Yesu asifiwe. Hii nyumba ili simame vile ambavyo imesimama, kuna msingi wa hii nyumba ambao ndio unawezesha hii nyumba kusimama hata kufika sasa. Bwana Yesu asifiwe. No, it's good to invest on the foundation. It's good to mind about the foundation, because no matter how good, how beautiful the house is, no matter how big the house is, if the foundation is weak, the house will not stand. Bwana Yesu asifiwe. Msingi wa kila jambo ndio ambao una matter a lot. Tukiangalia miti, ili miti uweze kusimama vizuri, the firmness of a tree inategemea na vile huo mti umepeleka mizizi yake chini. Unaona kuna miti mingine ambayo misingi yake iko hapa juu tu. Wakati upepo unakuja, wakati kunanyesha, hiyo miti tunaipata inaanguka. Lakini kuna mti ambao umepeleka mizizi yake chini kabisa, umejishikilia. Wakati upepo unakuja, wakati mvua inakuja, afadhali huo mti ukatike the branches, but that plant will not be aipamuka. Bwana Yesu asifiwe. When we speak about foundation, foundation is very important. And that was what Jesus was speaking about. The idea is not the houses. The idea is not the rain. It's not whatever happened. It's not the house that fell. Jesus was speaking on our lives. He was speaking to us as believers. Let me tell you. If you are not building on Jesus, if you are not building a foundation on Jesus, you must be building on something else. Kama msingi wako haujengi juu ya mama, haujengi juu ya Yesu, kuna mahali pengine ambapo umesimamisha msingi wako, ambapo umejenga msingi wako. Let me tell you about a man who was called Alexander the Great. Alexander the Great alikuwa mtu tajiri sana. Alikuwa mtu aliye na pesa. He died long time ago. Alexander the Great ilifika mahali akangojeka. I'm cutting the story short. Alipongojeka aliandika wimbo. Akasema ya kwamba katika mazishi yangu, siku ya mazishi yangu, jeneza yangu ibebwe na madaktari wale wakuu nchini. Akasema njia ya kwenda kwa kaburi langu mahali ambapo nitazikwa ni mwangu pesa.
iwe imejaa pesa. Alikuwa tajiri ili wale wanapita wakanyage pesa. Akasema tena, nitakaposikwa let me be buried, mikono yangu ikiwa spread. Kwa hivyo akiwa kwa jeneza, mikono yake ilikuwa imetokea kukalo. It was widespread. Akauliza, unataka kumaanisha nini? Alexander the Great akasema, this is what I want to be. Hata ukiwa na pesa kiasi gani, hata ukiwa na mali kiasi gani, siku yako ya kuondoka ikifika, ni Mungu amesema na lazima utaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hata madaktari wakiwa na uwezo kiasi gani, they cannot save you. That's why my country will be carried by the most educated doctors. They say, "Kapi watu waliona uwezo kama nao wabebe jeneza langu, ili niwaonyeshe kwamba uwezo wao na nguvu yao kuna mahali inafika mwisho." Akasema na pesa iko hapo, ili nionyeshe kwamba pesa haina uwezo wa kununua uhai. Bwana Yesu asifiwe. Akasema nisipo mikono widespread, ili nionyeshe kwamba mali ambayo nilikuwa nayo, utajiri wangu wote, nimeingia kwa kaburi bila kitu. Tupige Yesu. When you're speaking about building our foundation in Him, is something that is very important in our lives as believers. Hii maisha tunayoishi ya Ukristo ni maisha ambayo ni ya tofauti sana. Yesu akapeana mfano, akasema kulikuwa na mtu mrefu ambaye alijua nyumba yake ameiweka katika msingi ambao tunataka tuangalie leo. Kwa nini tuweke imani yetu? Kwa nini tuweke misingi yetu juu ya Yesu? Tutaangalia mambo mawili, sitawakalisha sana, ninajua muda umeenda. Nataka kusoma mstari ule wa 27. Not 27, 24. Whoever hears these teachings of mine and obeys them is like a wise man who built his house on rock. It rained hard, the floods came, and the winds blew and beat against that house, but did not fall because it was built on the rock. Nataka kuongea mambo mawili tu before I come to the main point. Msingi katika Yesu unajengwa na mambo mawili ambayo tunayapata kutoka mahali ambapo tumesoma. The Bible says, whoever hears these teachings and obeys them. Kwa hiyo kujenga msingi wako uwe imara katika Yesu, lazima kwamba uwe unaweza kusikia neno na kulitenda. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nakuanga na principle moja, nikifanya kitu, what does the Bible say? WTPS. What does the Bible say? Kila kitu unachofanya, what does the Bible say? Kila hatua unayochukua, what does the Bible say? Ukiwa nyumbani kwako, what does the Bible say? Kila hatua kwa watoto, what does the Bible say? Here, Bible says, faith cometh by hearing, and hearing the word of God. Without the word of God in you, you cannot build your foundation strong in the rock. Bwana Yesu asifiwe. Lazima wapendo wa Mungu tukae ili neno la Mungu, tuishi ili neno la Mungu, ili neno la Mungu lipate kuwa na nafasi katika maisha yetu. Bible says in the book of Luke chapter 6, why you call me Lord? When you don't know what the Bible says, when you don't follow my teachings, you have no need kushinda ukita Yesu, 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 na ufanye kile ambacho anasema katika maandiko yake. To withstand temptations and the difficulty of this life, lazima umwambie shetani, na imeandikwa. The Bible says, ondoka shetani. Imeandikwa ya kwamba hata baada ya mapito haya nitamuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili ni kumwamini Yesu. Ili msingi wako uwe imara, muamini Yesu. Acha niingie kwa mambo ambayo nilikuwa napenda kuyazungumza sasa. Mambo mawili ambayo yanaonekana kutoka na watu hawa wawili waliojenga nyumba. Jambo la kwanza ni kwamba hawa watu wawili kila mtu alijenga nyumba. Jambo la pili, hawa watu wawili, they were subjected into the same temptation.
the strong foundation, point number one is that you are able to withstand temptations. Bwana Yesu asifiwe. Is mawimbi, the floods, whatever came, the house could not withstand because it was built on a weak foundation. Lakini hii nyumba ambayo ilijengwa juu ya mwamba, juu ya jiwe, when the floods came, when the winds came, it could withstand. Building our foundation on Jesus would enable us to withstand all temptations. Paulo anasema ya kwamba the journey seeking the kingdom of God iko na majaribu mengi. Lakini anasema we will triumph, we will struggle, tutang'ang'ana mpaka tufike mwisho. Wakristo wenzangu, tunaishi wakati ambapo jambo kidogo likitendeka kwa maisha yako unaona uchawi. Kitu kidogo tu hapo kuna uchawi. Kitu kidogo kitendeka kwa maisha yako, hii ni mapepo. Mtoto wako akingojeka, hii ni daimoni, hii ni mapepo. Hii sio kawaida. Shida za mwanadamu, magumu, mapito yatakuwa mengi na yatazidi kuwa mengi mpaka Yesu atakaporudi. Bwana Yesu asifiwe. Usikae maisha ya kusifu shetani na kuona shetani kila mahali. Shetani alishindwa kutoka mwanzo shambani la Edeni, ameshindwa sasa na milele atakuwa na nguvu. Usimsifu shetani, inua Yesu, mtazame Yesu. You will sail above all the storms of this life. Building your foundation on Him, you will withstand all the temptations. Angalia Yesu alipokuwa jangwani anajaribiwa na shetani. Alikuwa anamwambia shetani, imeandikwa, imeandikwa. Hautajua kusema imeandikwa kama neno aliko ndani yako. Hautajua, hautakuwa na uwezo wa kumwambia shetani imeandikwa kama hautajenga imani yako juu ya Yesu. Sasa kama kumwambia jenga imani juu ya Yesu. Mwambie jenga imani yako juu ya mwamba. Mbaji mmoja akaimba akasema, will your hand hold when the storms of life come? Will you stand in your faith? Will you stand in your salvation when the storms of life come? How is your foundation? How strong is your foundation? A foundation that is not built on Jesus is a weak foundation. No matter how long the house will last, as long as that house will fall. No matter how beautiful the house will last, that house will eventually fall. Build your foundation on Jesus. He is alone, the strong foundation. He is the cornerstone that was rejected by the builders. He is very important because when you build your foundation on Jesus, no matter how long you live, no matter if you die, when the foundation is built on Jesus, even after this life, you will have somewhere to enjoy if your foundation is built on rock. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie tujenge imani yetu juu ya jiwe, juu ya Yesu. Wakati majaribu yamekuja, wakati magumu yamekuja, atakayesimama ni yule amejenga imani yake juu ya Yesu. Ni yule amejishikilia mahali kuna Yesu. Na Biblia inauliza, Yesu atakaporudi atapata imani juu ya dunia. Number 2, finally, when you build a foundation in Him, there is a permanent foundation. It's a permanent foundation. It's a permanent foundation. All the other things are temporal. Vitu vyote vya dunia hii vitapita. Mambo ya dunia hii itapita. Pesa na mali vitawacha kwa hii dunia. But if you build your foundation in Jesus, it is permanent. Bwana Yesu asifiwe. Geukia mwenzako na mwambie mambo ni mawili. Sio matatu this time around, mambo ni mawili. You build your foundation on Jesus. To withstand temptations. And for the foundation to be permanent. And for the foundation to be permanent. We are living in end times. Where is your foundation?
kusimama. Kuna watu wengi tumewaona wamesimama, lakini hawapo tena, wameanguka, wamerudi na nyuma. This world may disappoint you. This world may hurt you. It is better to build your foundation on the rock on Jesus. When you build your foundation on Jesus and Jesus alone, haijalishi chochote ambacho unapitia, utapita. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi chochote unachopitia, the foundation will be permanent. How I wish that the Holy Spirit of God may speak to you. Simama na miguu yako. Let us bow our hands before the Lord. Let us bow our heads before the Lord. Fikiria juu ya maisha yako. Ni nani ako na uwezo wa kuhesabu nywele za vichwa vyetu? Nani ako na mamlaka juu ya uhai wetu? Duniani sisi ni wapitaji. Wote tunapita. Dunia itakuja. Siku ya kiyama ikifika, na kitabu kifunguliwa, maandiko yanasema ya kwamba na nikaona vitabu vimechukuliwa. Na nikaona kitabu cha uzima wa milele. Think about your foundation. Think about where you build your foundation. How weak is your foundation? How strong is your foundation? It's upon you. All the kingdom of God, Jesus said, when you come along and you don't do what my word says, you don't follow my teachings on you, overhears the word, obeys it. It's like a wise man, overhears the word and does not obey, just like a foolish man. You may live for long, you may have many years, but if your foundation is not on Jesus, all it's vanity. You will be disappointed at the end of it all. No matter how beautiful the house is, the foundation is weak, the house will fall. Thank you, Lord, for speaking to us. A foundation built on Jesus cannot be overcome by temptation. The storms of this life. But a foundation that is not built on you is a weak foundation. It's a foundation that cannot stand. Ninazungumza na mtu siku. Mungu anazungumza na usiku. When you come before the Lord, forget who you are. Forget what you are. All those. And all you are showing the presence of the Lord.
yourself in the presence of God. Tell the Lord, despite all the things, I need your grace. I need your grace. Ni nani siku ya leo tukiwa tumetulia mbele za Bwana, unapoyafikiria maisha yako, bado haujafika kiwango cha kujenga imani yako juu ya Mungu. Unaishi ya kwamba your foundation is not on Jesus. Unaishi ya kwamba your foundation is weak. A weak foundation leads to spiritual stagnation. Unafika wakati ambapo hata nguvu ya kuomba hauna. Wakati mwingine hata nguvu ya kuja katika nyumba ya Bwana hakuna. Spiritual stagnation. You don't care what the Bible says. Yes, you know the word, but you don't have even time to read the word. Baba anasema, Bwana nisaidie ili imani yangu nizidi kuijenga juu yako. Baba anasema, Bwana nisaidie ili imani yangu iweze kuijenga juu. Mikono ni mingi. Mungu awezeshe. Mungu atuwezeshe. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakupa sifa, tunakubariki wakati kama huu. Ni asante kwa kila mmoja. Asante kwa kunena nasi, kuweka misingi, kujenga juu ya mwamba, kujenga juu ya Yesu. Tusipojificha kwa Yesu, dunia hii haina huruma, itatuumiza. Tunapojificha kwako, hata magumu yakikuja na majaribu tutashinda. Your foundation is permanent. Give us the grace, Lord, to serve in your presence. Give us the grace, whatever we do. Katika familia zetu, kila misingi ambayo tunaweka ikawekwe juu yako. Tukatangulia Bwana, zidi kunena nasi na utufikie kwa jina. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Yesu.